Karibu Lydia. Lydia. Terus sekali. Oke.
Okay, it's again another evening. Is it evening or night? That we are ready to start our lesson. Karibuni sana wale ambao tumejoin. Nilikuwa na ngoja kiasi watu wa join na wameingia. Karibuni watu wa TikTok, karibuni watu wa Facebook, karibuni Google Meet. Our today's lesson ni kuhusu life hazards. Life hazard. So kwa wale wachache tumejoin, we are so few. Tutaanza tukiwa hivyo. I won't continue waiting. Sitaendelea kungoja ati watu wa join. Sitaendelea kungoja. So ndio wanaendelea kuingia. Life hazard. So kama kuna rafiki yako somewhere, muite. Kama kuna rafiki yako unajua tunakuanga na yeye ama mgeni ambaye maybe angependa tuanze pamoja naye, muite tuanze pamoja. Though we are enough. Ukiwa na watu kama mimi nikiwa na watu hata 5, ninaanza na wao hata wawili. Naweza hata anza na wawili. Kwa sababu gani? The number doesn't matter. What matters is kile ambacho tunadeliver. Wawili wakipata, I'm just done. Wale wageni huwa tuko hapa kila Wednesday. Target yetu ni kutiana nguvu, target yetu ni kuhimizana, target yetu ni kujiandaa kuingia kwa ndoa zetu. Na kwa wale tuko kwa ndoa, target zetu ni kushikilia tusikwame. Kushikilia tusikwame. Somebody told me somewhere, hata si ati akaniambia, it has been all in our media platforms. Kasema imekuwa kwa media platforms na watu wamekuwa wakisema and someone came to me with the same sentence ati kwa ndoa ni mbali. Somebody said kwa ndoa ni mbali. And I'm here to tell you people, kwa ndoa si mbali. Sisi ndio tunafanya kwa ndoa kwa akina ndoa kuwe mbali. Kwa akina ndoa si mbali. Kabisa kwa akina ndoa sio mbali. Sisi wanadamu ndio tunafanya kwa akina ndoa kuende mbali. Kwa sababu ya tunaingia bila kuelewa ndoa ni nini. Tunaingia bila kujua tuanzie wapi. Tunaingia bila kujua our responsibilities. Tunaingia bila kujua ya kwamba tunaenda kukaa na strange people. By the way, ninajua mmejuana, mmekot like 1 year ama 2 years. Na unapoenda kwa kina ndoa, unaenda ukisema mimi naenda kukaa na rafiki yangu, naenda kukaa na boyfriend yangu, naenda kukaa na girlfriend yangu, bila kujua she or he is a stranger in your life, ambaye umempata akiwa na 32 meno, umempata akiwa mzima, amelelewa na different people, wazazi tofauti, na wewe pia umelelewa na wazazi tofauti. So unapata unaingia na ile msisimuko na ile furaha ukisema naenda kuingia kwa kina ndoa, kwa sababu yule mtu ambaye anaenda kuingia naye kwa kina ndoa ni mtu ambaye anamjua, mtu ambaye anamuelewa, mtu ambaye hawezi kunihurt, mtu ambaye ameokoka. Na unajua wengi wanajificha kwa kanisa in the name that I'm saved, so naenda kukaa na mtu ambaye ameokoka, naenda kukaa na mtu ambaye ananipenda, naenda kukaa na mtu ambaye anafanya kazi, naenda kukaa na mtu ambaye ni handsome, naenda kukaa na mtu ambaye ni beautiful. Hayo mawazo huwa iko kwetu sana tunapoingia kwa ndoa. But my dear, leo nimekuja nikwambie, yes, unaenda kukaa na handsome man, unaenda kukaa na beautiful lady, unaenda kukaa na mtu ambaye anafanya kazi, unaenda kukaa na aliyekuwa boyfriend, unaenda kukaa na aliyekuwa girlfriend. It is very true. Hayo yote ni ya ukweli. But there is a danger
unless we understand meaning of marriage, unless we understand the so-called ndoa, hatuwezi kukua na amani. We need to understand ndoa ni nini, tunahitaji tujue tuingie vipi, tunahitaji kujua our limits, tunahitaji kujua kazi yetu, tunahitaji kujua how far should we go, ama ni wapi tunastahili tufike, ni wapi ambapo hatustahili tupite, kazi gani ambayo tunastahili kuifanya. Na hayo mambo yote kwa wale wageni huwa tunayazungumza papa hapa, kutiana moyo na kuwaonyesha kwamba kwa akina ndoa ni karibu. Gen Zs, nimekuwa na so many issues, cases, not even issues, cases na nyinyi ya kwamba mnaingia kwa ndoa tu just because rafiki yangu ameingia kwa ndoa, kazini yangu ameingia kwa ndoa na amefika, watu wa kwetu najua kama 10 ambao wameingia kwa ndoa. So mnaingia tu. Before kuingia kwa ndoa ni vizuri na ongea hivyo ninapongoja wengine wa join. Please, ita mtu. Ndio nianze ile topic yetu ambayo ni ya leo, life hazards. So before muingie kwa ndoa na kila mtu apate hii, wale bado hamjaolewa nini? Mwadau, nifungie mlango. Before kuingia kwa kina ndoa, yafaa kwanza mtu make sure umeona mtu, umetafuta mtu counselor, umetafuta mume, nyinyi wote wawili umetafuta a counselor, amewaelekeza, amewapea some guidelines, amewacounsel kiasi ili tu msiingie kwa ndoa, but muingie kwa ndoa mkiwa prepared, na awaandae kwa yale mambo ambayo yanaweza tokelezea kwa ndoa, kwa sababu ni mengi ambayo huwa yako kwa ndoa. Na sitaki mtu aogope ndoa, na sitaki mtu akuwe na pressure na ndoa, na sitaki mtu hasumbuke kwa ndoa. Nataka tukiingia kwa ndoa tufurahie ndoa, tuenjoy ndoa na tuichangamkie, tubarikiwe na watoto, tubarikiwe na mashamba, tubarikiwe na kazi, tununue magari, tukiwa wote tufurahie pamoja. That is my big aim. So now I'm ready kuingia kwa topic yetu. Yule mwenye hajaingia atatupata mbele. Life hazards. Nilipokuwa naenda kwa classes za driving, teacher alitamka the word hazard. Kwa gari kuna hazard. Unapofinya hiyo hazard ukiwa kwa barabara as a driver, huwa unahatarisha wale drivers wenzako kwamba labda gari yako lina shida, labda hapo umefika hauwezi endelea, reason kwa sababu maybe iko na fault kiasi. So ndio unawaelekeza, ndio unawaonyesha that hizo hazards nitaelezea aje, ni mataa ambayo yanawaka kila side yakionyesha there is a danger, uko na shida na gari yako. So iwapo any driver mwingine mwenzako ataona gari yako ikiwa na hayo mataa, hata kusumbua, hata kuhutia, atapenya tu aende, na wewe ubaki ukipambana na hali yako, ukiona vile hutatengeneza gari yako. Akaniambia pia, my teacher akaniambia pia, nikiwa kwa barabara and all of a sudden aliye mbele yangu akanyange emergency brake, what should come into my mind ni kuenda kupress okay, obviously nitakanyanga brake, but again at the same time niweke hazards ili na yeye ajue mbele yangu kuna hatari. Meaning hizi hazards huwa zinaonyesha mtu kuna hatari. In life kuna hizo mataa ambazo huwa zinatokelezea kwa maisha ya kila mtu, na iwapo hata kuwa na njia ya kutatua, like ili hii gari yangu ambayo nimeweka hizo hazards iendelee na safari, I need to do something. Either niite mechanic kwanza, nishuke kwa gari, nichukue life saver niweke pale nyuma, niendelee na kuambia watu ngojeni, sasa nimetoka kwa hazard, niko kwa life saver, niwaambie sasa nao be careful, hii gari yangu iko na shida, so
jueni vile mtaenda. Unapokuja na speed juu, come slowly, kwa sababu gari yangu imesimama katikati ya barabara just because iko na fault. So nikajua, so hii mambo, hizi hazards zinaweza stopisha safari. Haya mataa kuonyesha gari iko na vote inaweza simamisha safari yako isiendelee, ikwamie hapo until you do something to your car ndio safari yako iendelee. Uite mechanic. Kama ni mafuta, unajua inaweza, wale wenye wanapendanga tu kuweka sana sana watu wa Uber, wa Bolt, wanawekanga mafuta kidogo. Wakishafikisha mteja waende waongeze tena, wakifikisha mteja waende waongeze tena. So maybe hiyo gari inaweza simama pale kwa sababu haina mafuta. Kama haina mafuta haiwezi enda. Kama kuna chuma kimeharibika haiwezi enda. So lazima isimame. In life, in our marriage, tukiwa kwa ndoa, it's like we are even not kwa ndoa, even the single people, wale si watu single tuko hapa. Me, I'm not single. Wale watu single wako hapa, hiyo ni gari yao wanaendesha. Wale watu wako married na wako hapa, tuko hapa, hiyo ni gari yetu pia tunaiendesha. Na iwapo we won't be careful vile tunafanya, tunaendesha hii gari yetu ya marriage, hii gari yetu ya singleness, safari inaweza kwama. Safari inaweza kosa kuendelea. Safari inaweza kuwa na shida. So we need to be alert on hizo life hazards, problems, issues ambazo zinaweza stopisha our life, zinaweza stopisha our business, zinaweza stopisha our marriages, cause divorce. Hayo ndio yale mambo ambayo ninayazungumzia leo. That was just an introduction ndio to understand life hazards na kwa nini nimeilete, kwa nini imekuwa of interest. And by the way, I was to speak about it on last Wednesday, nikawa mgonjwa. So wale walinifollow ama wale walinikosa, I was just sick, but today I'm okay. So nimekuja tu na the same topic. Wale huwa mnanifollow, the same poster ambayo nilitengeneza last Wednesday ndio tu nimechange the dates. So the last Wednesday's topic ndio hii leo, life hazards. So stay tuned, we work together tujue life hazards ni nini. Naona people are still joining. Karibuni sana wale tuna join. So that was just an introduction about life hazards. Just to repeat in a summary, hizi ni zile signs, zile dangers ambazo zinatokelezea in our life as we further, as we move on with our life, as we continue with our daily activities. Na nimesema hizi life hazards zinaweza stopisha someone's business ikwame, zinaweza stopisha any relationship. Kama hazards ni zinaonyesha sign kwa gari that your car has some faults, it means hata wewe ukiwa na some hazards, your life has some problems, you are facing some challenges, you are facing some problems. That's why your life is not moving smoothly, your marriage is not moving smoothly, your whatever is not moving smoothly. That is our today's topic. So for us to move on smoothly, for us to make sure our car is in good condition, that is our life, we need to understand the signs, the risks, the protective strategies for safe health, whatever relationship, ama whatever business that you are doing, whatever issue that you have. Like kama ni business, unastahili ujue signs zile zinazo kuonyesha biashara yako haiendelei vizuri. Kesho yako itakuwa mzuri. Wale watu wa business na business imewaingia kwa damu, they can feel that kesho yangu haitakuwa mzuri.
Even me, I'm in a business. So lazima ni make sure niko na enough items, and kile kitu ambacho ninauza ninacho in large quantity and good quality. So lazima uone signs ya kwamba the quality imeanza kuharibika, the quantity imepungua. Anyone who is in a business, usipoangalia the quality and quantity, unaweza, kama ni quantity, unaweza anza kuuza hakuna, na ile siku unaanza kuuza hakuna, hiyo ni sign moja hazard ya kukuambia very soon if you are not careful utafunga duka yako. Wale ambao hawataangalia quality, nao nimemalizana na quantity. Quality lazima uangalie kikombe yenye unanunua iko namna gani. Like for example, kuna kitu kinaitwa coffee, kahawa, na ndio hii iko kwa hii kikombe. Imekuja in my mind, siku anaweka niwaonyeshe. So kuna kitu kinaitwa kahawa, na kuna types nyingi za kahawa. Hii ni the best quality I've ever seen, na ninaipenda sana. Even my husband tunaipenda sana, na huwa tunaitumia sana. Kuna kahawa zingine, but for this one the quality is good. Ukitaka tu ukunywe, you just, hii ni kijiko ya chai, unaweka nusu, ukiijaza kabisa itakuwa kali, meaning the quality iko juu zaidi, ni mzuri. Zile zingine, yes, kuna zingine domains, ama whatever. Hiyo unaweza hata weka kijiko kikubwa kile cha kukula cha table, na bado iwe haiko kali. Meaning wale watu wanatengenezanga Nescafe, they have the best quality. Ukiangalia pia chupa yake, the chupa ni kitu ambacho ni very strong, na vile quality iko juu, it means pia vile utauza itakuwa juu. It is costly, it's very expensive. Like this one is almost 900 kuelekea dhao. Meaning sikukuwa naonyesha hiyo, I was just saying the better the quality, the higher the cost. It's very expensive, so utauza vizuri. People won't complain, people won't judge your business. Watakuwa tu wako tu sawa na wewe, watanunua kwako, na haitakuwa na hazards. But there was a time I was working in Embu, wale wa jeshi la wokovu. My out training nilikuwa Embu, na kwa kile kikao ambacho tulienda na mzee wangu, kulikuwa na mzee ambaye alikuwa anatengeneza kahawa. Alikuwa anatengeneza, na alikuwa anahakikisha ameletea makadeti. Na ukiweka hiyo kahawa ilikuwa ina turn kuwa nyeusi. Alafu kwa sababu ameitengeneza locally, unapata the harufu haiko kama hii. Though tulikuwa tunakunywa vizuri comfortably, tulikuwa tunaipenda, but again ilikuwa very different na hii. Na hiyo yake angeuza kama hii. The quality matters. So in any business lazima uangalie the quantity and the quality. Na usipoishughulikia vizuri, biashara yako haitaendelea. Itaanza kukupa zile hazards ya kwamba sasa usipotengeneza the quality, usipotengeneza the quantity, utafunga biashara yako. The same with any marriage. Usipoangalia the service that you are offering as a man, the services that you are offering as a lady, usipopeana quality na quantity mzuri, then mzee ataanza kucomplain that umemuacha, that umshughulikii. The same na lady, ataanza kucomplain that unishughulikii, hauna haja na mimi. Hizo zitaanza kukosa ni zile hazards kukuonyesha usiposhughulikia bibi yako, usiposhughulikia mzee wako, then mtaachana. The same kwa wale single na mko in a relationship. The lady ataanza kucomplain, hauna time na mimi, you are always busy, au unishughulikii. Hizo ni signs sasa ambazo zinakuonyesha usiponishughulikia mimi, I will leave you. So hiyo ndio ile somo ambalo tunalizungumza leo. Hope we are together. Hope we are together.
In case of any question, just type hapo kwa comment. Kama ni Facebook, just type hapo kwa comment. Kama ni TikTok, naona tuko wengi in TikTok, just type hapo. Wanaingia wakienda. And that's very normal with my TikTok page. Watu wa Google Meet, please, in case of any question, just type. In case of any comment, just type. In case of any kutaka comment ama kuchangia without typing, raise up your hand. I'll just see you na tutakuwa pamoja na tutaendelea vyema. Kuna risks, zile risk ambazo watu take. Una risk your life, una risk your money ukianza biashara. Unasema sasa I'm going to open a business. Nitatumia like 30,000 to open my business. So una risk your 30,000 na usipokuwa careful unaweza ku end up losing the whole 30,000. But ukiwa careful na ukijua what you are doing, then unaweza ku multiply the 30,000 into 60,000 if you are wise enough. So we have to take some risks. Kama gari yako imeharibika kwa barabara katikati, lazima take some risk ya kuita someone mwenye anaweza kukushughulikia kutengeneza hiyo gari. Pia lazima urisk hata wacha kuita watu. Una risk na unajua inaweza haribikia kwa ina kona. And everybody knows kwa kona haufai kusimama ama yaribikia kwa roundabout. And all the drivers around me wenye tuko hapa, we know you should not stop at any given roundabout. So unapata, just a minute. So unapata maybe imeharibika in a place ambapo si safe. Inaweza gongwa na gari ingine ikikuja, like kwa kona ni rahisi sana kugongwa na gari ingine inapokuja. But again, you have to risk. Uisimamishe pale, uanze kutafuta mechanic, kama hauna pesa uanze kutafuta pesa ya kushughulikia hiyo gari. Na ni lazima another day. So though I was not okay, tuachane na hiyo. So those are the risks ambazo huwa lazima tuziunderstand na tuzikubali. Na ni za lazima hata kwa kazi, in your working place, everywhere. Lazima take some risks na lazima uwe uko ready ku take risk. Kuna zile protective strategies za kukufanya wewe ukuwe safe. Unaposimamisha hiyo gari yako imeharibika, unaingia pale kwa gari yako, either kwa boot ama wherever umeweka kale ka kitu ka life saver. Unaweka pale nyuma, unawatangazia come slowly, kuna danger. Hiyo ndio nasema sasa, in any given relationship, in any given business, in any given life, whatever, lazima ukuwe na ways on how to protect yourself. You should make sure that you are safe no matter what. Unahakikisha you yourself uko safe. Tuache kubebwa na wale tuko single, wale wako single. Sometimes huwa wanabebwa na mapenzi. Unabebwa na mapenzi, unajisahau. Unasahau kwamba unatongozwa na a stranger. Nataka muweke hiyo kwa akili. Kila mtu ambaye yako hapa na anatafuta mpenzi wake, nataka ukubali kwamba unaongea na stranger. Yule girlfriend wako ni stranger. Yule mtu wako ambaye unasemanga unampenda, he or she is a stranger. Ni mtu mmepatana akiwa mkubwa. So huwa mnajisahau kabisa. Mapenzi inawafunika macho, mnasahau mnafaa mjitunze. Na ndio maana mnafanya mapenzi unprotectively. Amtaki kusikia mambo na kuchill. During our time, tulikuwa tunaambiwa to chill. Hiyo neno iliisha. Abstaining iliisha na ikasahaulika. Hata karibu mtoe kwa dictionary. Na ilipo sahaulika na ikatupwa na ikawekwa kando,
Mumeanza kufanya mapenzi kiolela holela, mnajisahau, mapenzi nazidi, mnaanza kufanya gono bila kujiprotect, bila kujali the risk, the health issues ambazo zinaweza kutokelezea kwa kufanya mapenzi kiholela holela ama kufanya ngono kiholela holela. Na ni kwa sababu mmebebwa na mapenzi. So lazima to make sure in whatever we do tumejiprotect. Wewe mwenyewe umejiprotect na umeprotect the person that you love. Wale tuko kwa ndoa pia hatujaachwa nyuma. Tumekuwa na hiyo tabia ya kukimbizana tu. Mtu uko kwa ndoa lakini bado anakimbizana kule. Unasahau you have someone to protect. Unasahau you need to safeguard your life na ile ya mpenzi wako ambaye ni mzee wako na watoto wako. So hii ni ya maana sana in everyone's life. Lazima you protect yourself and you protect the people that you love. Kwa hivyo kila jambo unafanya, mtu wangu, hakikisha umejitunza mwenyewe. Yes, umepata msichana. Unaenda mnakaa kwa hoteli mnakula vizuri. It is good. Chunga pia kesho yako. Maana ile kesho yako the lady might amua hakuache. Msichana anaweza kuamua hakuache na aende. Na wewe jana ulitumia 30,000 kwa hoteli siku moja ukimfurahisha. Chunga. Unapoenda hata akiangiza kitu kikubwa mwambie excuse. Please. Enda chini. Please. Enda chini. Kwa sababu gani? Tunataka kesho kila mtu awe ako sawa. Na tunataka pia kesho ujitunze leo ili kama kesho utaachwa uwe unaweza kuendelea. Kile kidogo ulicho nacho safe ni njia moja ya kujichunga pia ni kwa ajili ya kesho. Mkienda kwa any party, maana lazima muende kwa party, tunaelekea Christmas party after party. Mkienda kwa party, mnajisahau. Mnasahau kwamba vitu zingine sio zenu. Mnakunywa, mnakula, mnafanya mambo mengi, mnatumia masaa yenu mengi. Mnatumia masaa yenu mengi katika ile party. Mkisahau kwamba we still have tomorrow. Na tena wengine pia wanafanya mambo ambayo ni ya kuhatarisha afya wao. Mnapatana pale na mtu anaitwa Regina, Regina ni mimi. Wewe as a man unapata Regina kwa mara ya kwanza, kwa siku ya kwanza kwa ile party. Hautaki kujua kama Regina ako married. Wewe umeona tu mrembo mzuri. Unamchukua, mnaanza kulewa. At the end ndio nyinyi hao mmefanya hata na mangono. Mnasahau kwamba muna watu wa kutunza, na kama uko single uko na mwili wako wa kutunza. So kila kitu ambacho tunafanya tunahakikisha tunajitunza. Pale kazini, unaenda pale kazini, wale mna namba zangu na mumeangalia status. Kuna ka status nimeweka pale, lady akituambia kule tunafanya kazi, wale workmates wetu, they are not our friends. Something ambacho tunakipata wrongly. Unaenda kwa ofisi, unapata umebefriend kila mtu. Yaani kila mtu unafeel ni kama ni rafiki yako, na unakuja kufaint at the end of the day. Ukipata yule mtu anakubackbite, ni yule mtu ambaye unamta rafiki yako na mnafanya kazi pamoja. Enda kwa kazi yako, tunza jina lako, protect your name, protect your personality. Fanya ile kazi ambayo bosi amekupea. Ikifika time ya kwenda nyumbani, pack your things and go home. Tukutane tena kesho, kila mtu aingie kwa ofisi yake, ashughulikie kazi yake, na saa za kwenda nyumbani, pack your things and go home. Wale watu mnafanya kazi nao pale nyumbani, protect your name, protect your personality, protect your kazi, your position.
tunza position yako. Na nataka niwaambie hapo kwa kuprotect your position, so many people admire your position. Tunza position yako kwa kazi. Wale tuko kwa ndoa, I'm 100% sure that somebody admires your husband. Somebody admires your wife. So to be safe, protect your wife, protect your husband. Mkae pamoja mkiprotectiana nyinyi wenyewe. Nilikuwa nasisitiza the word have protective strategies for safe health relationship, health working place, health mwili wako, everything ikuwe tu imetunzwa, imeshughulikiwa vizuri. Tumeambiwa we do all this during our vulnerable years. Like wale tuko young. Iyo miaka young si mzuri. We are all vulnerable to so many dangers. Sisi, like for example, utaweza pata somebody is married, like me I'm married, this is my 16th year in marriage. So unapata somebody anajua my husband vizuri. By his name, anamjua, maybe ni marafiki. But again, the person might be like, Regina, ninakudai. So unajiuliza, is this person normal? Is he mad? Na ndio nimesema wale watu tuko young, tuko vulnerable to so many dangers. Na kama mimi ambaye niko married, wananifikisha hapo. What of you ambaye ni single, hauna mtu, uko tu free? Utatafutwa na masponsors ama wazee wakubwa, utatafutwa na wamamas, watakurushia maneno mingi, watakusumbua, watakuita kwao, na so yani tuko nazo zinaweza kukuja kwetu. Ni juu yetu sisi we protect ourselves. Tuweke strategies ambazo zinaweza kuprotect ourselves and the people that we love. That is our family members. So kwa nini tunafanya hayo mambo yote? Do you know that dating violence is real? And do you agree with me that marital violence is real? Mtu anaamka tu anakutandika, mnakutana mnatandikana. Wale tuko Facebook, juzi kuna ka video kalitembea sana ka man akipigana na bibi yake. Following from Mazu Division, Kenya West. Thank you. Asante. Mnaweza kubaliana na mimi kwamba some relationships iko kwa danger kwa sababu ya violence. Hiyo ni wale wanakoti, wale tuko kwa ndoa. Mnaweza kubaliana nami sometimes masufuria zinapitananga na isipokata sikio inakata pua, ikienda kukata tumbo. Which is very very wrong. Abuse ziko all over. Wale wako kwa ndoa, hata not kwa ndoa, even ninapotaja ndoa mjue zinaingiana na relationship, courtship. Sio rahisi usikie bibi amekuwa raped na bwanake. Somebody akaniuliza, how can you rape your wife? Nikamwambia it's very possible. Hata nyinyi ambao mnafollow mnaweza agree with me ya kwamba unaweza kuwa uko married na mzee wako ambaye unampenda, unamwamini na amekurape. Raping someone is sexually abusing the person cha nguvu. Yani unamlazimisha. Even the lady anaweza kuabuse the man. It is very very possible. Na kama unakataa just type na useme uongo wako, mwanamke hawezi rape mwanaume na nitakuprove wrong.
It is very possible that mwanamke anaweza kurape mwanaume. It is very possible that a boy child anaweza kuwa raped. So hiyo ni sababu moja inayofanya tukue na hili somo. Tujue unaweza kuwa abused in any relationship, unaweza kuwa abused by your husband, unaweza kuwa abused sexually by your wife, unaweza kuwa sexually abused by your uncle, even any family member. Pia unaweza kuwa physically abused, either kwa kupewa kofi, kwa kung'olewa meno, kwa kukatwa masikio, unakuwa na bruises all over kwa sababu ya kuchapwa. Those are now the hazards za kukuambia kama ni relationship. Sana sana wale wako single, hiyo mtasaidika hapo. Hiyo ni njia moja ya kuambiwa mtaingia kwa ndoa, mtaachana. Uwezi tandika msichana wa mtu na hawe normal na mna court. Na kama uko hapa na una face such relationship ya kutandikwa, na amjawana, anza kukimbia mapema. Unawezaje nichapa na mimi ni girlfriend yako? Haujajua hata wazazi wangu, haujafika hata kwetu, hauja afford my cost. Niko very expensive mpaka hata unashindwa na kunitunza, and then unaamua mimi mwenyewe kunitandika mtu ambaye anajua kujitafutia, and you think nitakubali uniowe? In my normal senses, never. Ninajua any lady anasema hivyo. So kama if you are in a relationship ambayo kuna violence na mjawana, hiyo ni hazard ya kukuambia my sister, my brother, hiyo haina kesho, haitaendelea vizuri, itakuwa na mashida. So kuna ile kupitia physical or emotional or sexual abuse in relationship. What to do? 67% of people stay silent. Kuna mtu alifanya hiyo research, not me, but somebody aliketi na kafanya hiyo research that 67% wananyamazia shida zao. They never tell anyone about the abuse they experience or witness. That's another hazard ya kukuambia if you can't share it out, kuna possibility kwamba your health is in danger. Pressure ita increase. Tutakuzika kesho kwa sababu ya depression. Utaingia in madness kwa sababu ya hii kitu. In case of any shida, shout out. Tafuta mtu. Umwambie my sister, umwambie my teacher, umwambie my mother, umwambie my pastor, I'm facing through 1, 2, 3. Ili tuokoe this 67% of people ambao huwa wanaamua kustay silent. Usinyamaze. Though kuna wale watu wako na weakness. Maybe you are like me, uko na ile weakness ya kwamba you can't share it. You feel like you don't trust people. Kuna wale watu tuko na trust issue. Like me niliwaambia, mimi niko na trust issue with people. I feel like nikishare na mtu my story, ama nikiongea na mtu my problems, he or she will hi, niko sawa, she will share with someone. Waanze kunitoanisha. Lazima ukubali come out of that. Ili make sure you speak out na mtu mwambie I'm facing through 1, 2, 3. Ili akuokoe katika hiyo shida. Ili hiyo hazard ambayo inaweza kutokelezea isi happen, yani gari yako tu iendelee na safari bila yani maisha yako yaendelee na uendelee na maisha yako comfortably bila shida. Ukishare out, somebody atakusaidia. Hai, niko sawa. Somebody atakusaidia. Atakuonyesha maybe atakusaidia maybe with a word akutoa in that situation, ama maybe kuna wale watu wako talented kukusaidia in a way. So kuna mtu alifanya hii research akasema 67% of many youth wana stay silent.
na ndio maana wengi wana end up kujinyonga, wana end up kujiua, ama life yao inakuwa na shida, hawawezi songa na mbele, imekuwa either stagnant ama iko na shida fulani. Kuna research nyingine pia ikafanywa, 85% near hidden locations. How? Abuse happens at home or private settings, making detection difficult. Kuna hii inaitwa BNB ama inaitwa aje? Hidden locations. Ya kwamba many abuses zinafanywa in hidden places. Unachukuana na mtu, mnaingia in a hotel, mnaingia wherever mnaingia. Na nilikwambia this person ni stranger. Na you feel so comfortable with that person, hadi unajisahau, unalala unangorota. My friend, lazima ukue careful. Hata sijui shetani huwa anafunika watu macho aji. Uko hapo very comfortably na mtu ambaye hamjuani. Okay, mnajuana yes, but a stranger, mimi nasemanga stranger, anyone, mtu ambaye hamjuani for long, like 5-10 years, that person is a stranger. So uko pale comfortably na huyo mtu, na umjui ana mpango gani, na ndio tumeambiwa so many abuses zinafanyika in private places ama even homes. Mimi ni captain. So we have to be careful mahali tunaenda, na wale watu tunaenda na wao, unawaamini namna gani, wanaweza kukutunza haji au secure hayu kila mahali ambapo huko, au secure hayu kila mahali ambapo wewe mwenyewe huko. So hizi statistics ambazo nimezisoma zina reveal a hidden crisis affecting millions of young people. The silence surrounding teen dating violences that makes it one of the most reported forms of abuse. Vijana wengi wameteseka, vijana wengi wameumia, vijana wengi wamelia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya haya mambo yote ambayo yanawazingira. Just Makonjo, just hit my DM, I will answer all your questions. So unapata hao vijana wanakosa mtu wa kushare na yeye, ama wanajiingiza tu bila kujua, ama mapenzi na wabeba inawapeleka huko, wanajisahau na wanapata wanaumia, wanakuwa abused na wanateseka kwa muda. Okay, we continue. What is health versus unhealth in a relationship? Unafaa ujue, turudi kwa ile gari yetu. Jaribu kuillustrate na gari, maana at least now nina understand kidogo kuhusu gari. Wale madereva tuko hapa wachache. Unawezaje kujua gari yako iko na shida? Ama unajuaje gari yako tu iko sawa? Hivyo vile huwa wanajua, ndivyo nasi tunafaa kujua. Hii relationship yetu iko sawa. Hii ndoa yangu iko sawa. Hii naona nikizeka na mzee wangu. Ama pia nafaa kuwa ninaelewa hii ndoa yangu hii, nisipochunga kesho nitajikuta kwa advocate, nitajikuta kwa serikali nikiwaambia nataka kuachana na mzee wangu. Hiyo ndio ile swali ambayo, not swali, hapo ndipo tuko sasa.
Unawezaje kujua relationship yako iko sawa? Unawezaje kujua hiyo relationship yako usipoiangalia mnaachana? Sisi nijue hii couple ya hawa celeb wawili Bahati na Diana, since ni wajue, they have been I have been their great follower. Kila wakati na wafollow tu, sijui mbona na wafollow, I don't know. Ikafika mahali watu wakaanza kusema the lady is older than the man, oh blah blah blah, oh wataachana. But now juzi they came out again openly, wakawaambia mliosema tutaachana hatuachani, kumaanisha maybe they have confirmed wako hapo kuishi milele. Sasa hapo ndio tuko. Are you sure that ile relationship uko nayo, yule girlfriend wako umemchoose, umesema yes this is my lady mpaka kifo, yes this is my man hadi kifo kitutenganishe, are you sure that uko safe na yeye? Umemchunguza ukaconfirm she can make to be a good lady, woman, wife, she's a wife material, she's a husband material. Somebody akasema na hii I disagree, though I supported the person. Akasema all the ladies are wife materials. The only problem is that wanaangukia wrong tailors. Meaning, mimi vile nili understand your statement, meaning the both of them wako na part to play ili wapate the night dress ambayo inaweza valiwa. The man should be a good tailor. The lady should be a nice quality material. Wale wa Salvation Army, thank God I have this material. You can agree with me that whoever came up with this material was the best material ever. Ni mzee zaidi, but I'm still using it. In fact, hata sikujua kama nitaitumia. So, wewe as a lady, you need to be the best material ever, ya ku make sure the ndoa imesimama, the relationship imesimama. Na you the man, you have a part to play, to be the tailor. Wewe ndio unaweza ku make this lady to be the person ambayo unataka. Wewe mwenyewe, nyinyi watu wawili, everyone has a part to play in that relationship. Na ndio maana nasema, maybe ile relationship yako ya jana iliharibika kwa sababu wewe as a man uko participate fully, ama wewe as the lady uko participate fully. So turudi kwa hii question, how sure are you the person mwenye unaenda ukigonga kifua ukisema she's mine, how sure are you can make to be a good quality wife material, ama can make to be a good quality husband material, whatever. Hiyo ndio tutaizungumza sasa and in depth. Kuna kitu kinaitwa the power of control will. Recognizing abuse patterns. The power of control will. Kurecognize. Sasa lazima tujue which are these abuse patterns. Kwa sababu one, if you want understand, if you want know which are the abuses, then utashinda kukua abused daily, day in, day out. Utashinda kukua abused by your lady, utashinda kukua abused by your man, kwa sababu you yourself can't recognize, can't know which are the abuses in any given relationship. So, the first worst abuse is someone raising his or her hand to hit you. Wifi yameanza kuleta yale mashida zake. Narudia. Toa kidogo, Google Meet wanakataa. Thank you.
We are back. Poleni. Wi-Fi imeanza kuniletea. Na hii Wi-Fi ya poa. I'm looking for a nice quality Wi-Fi. Hii ni hazard za kunionyesha sitakuwa na wafunza vizuri smoothly. Hii poa internet hii hainibambi. Imekuwa ya kusumbua tu all through. So back. Nimesema the worst and yani ile kitu mbaya tu siku hizi ni someone raising his or her hand kupiga mtu. Tulikuwa tunasema men ndio wana abuse ladies, but no, men wamekuwa abused in silent. Maana anaogopa kusema ako abused achekelewe na watu. Wanaume wenye tuko hapa mjue, ladies wameabuse men kwa njia nyingi sana. Unafika kwa nyumba, no food, that's an abuse. Unafika kwa nyumba, unaulizwa na umetoka mjengo. Imagine, umetoka aso. Na ukitaka ujue hii Kenya iko na so many assholes. Yani kuna assholes zingine za uchovu. Zinaumiza mtu mwili kwa kuchoka. Enda tu pale CBD Nairobi. Na usimame tu kwa kona mahali. Pale OTC. Sana sana OTC. Kwa hiyo building mpya ilijengwa hapo ya Wholesale sijui gani. Enda tu simame kwa kona mahali. Na uangalie vile watu wanapita tu. Hapo panakuanga busy all the time. Uone tu mtu ametoka kule na mkokoteni, anasukuma, ametoka Mdurwa, anapeleka afya center, anapeleka Abasanda, na yule na yeye amenunua. Maana ni za biashara, maybe amenunua kamkunji, vitu za biashara. Ako pale huyo mwanaume ama mwanamke, sana sana mwanaume ndio namzungumzia saa hii. Ako pale anakimbizana na mtu wa mkokoteni. So all of them are sweating. Huyu wa mkokoteni anataka alipwe. Huyu wa hizo bidhaa na yeye pia anataka aende auze. Na kwa haya yote huyu mwanaume akifanya, bibi, the wife, amekaa kwa sofa akiwatch TV comfortably. Maana ameshaosha vyombo, amefagia kanyumba ka room ni kadogo. Huko Nairobi tunaishi kwa room kidogo. Yeye tu amerelax, ameosha vyombo ni 2 maana wako wawili ama 3 na mtoto mmoja. Amefua nguo ni 4 na amekaa a watch movie. Ama amekaa hapo nje aanze mshana na watu wa plot. Then saa 12 mzee ameingia amechoka, amesweat. Akifika tu anaulizwa, hizi tu ndio umeleta? Umeshinda na wanawake kwa town. Na ndio maana Kasimu kakilia kidogo, mwanamke ndio wa kwanza kushika, aangalie ni nani anapiga, aanze kuscroll, aangalie from morning ulichat na nani. Those are abuses. Men, na unanyamaza tu na bibi yako anakuabuse. Those are the hazards ambazo anasema. Unaulizwa, umeniletea tu hii 1000, umeleta tu hii 200. Hii ndio ile kazi unafanya kutoka asubuhi. Umeona tu tuletee unga ya kilo 1. Umeona tu usituletee nyama. Wewe ni mwanaume mgani? Wanaume wananunua nyama pale nje. Wewe hata bibi yako ajui test ya nyama tangu aolewe. Bibi yako hata ajui test ya sijui pizza, hata ajui pizza ni nini. Na wale wanaume unakuwa abused in silent. Na utaki kushare na somebody kwa sababu you men, ile pride, ego mnakuanga nayo like mimi ni mwanaume, sitaki ni share wataniona nimedharauliwa na mwanamke. Speak out. Men, speak out. I thank Hobina amekuwa na kipindi cha mental health ya men kwa sababu amerealize, amejua men wamekuwa abused in a way by their wives. So, nobody should physically hit you. Haufai kupigwa na mtu. Na ukipigwa na mtu, you must recognize that is an hazard. Hiyo ni danger. Ya kukuambia kama mnapigana in courtship, it means mtakapooana, mtauana, mtamalizana. Somebody will kill someone. So hapo unafaa uone. Kuna ile slapping, uko tu unapewa kofi hadi hizi na kuna watu ambao maumbile vile Mungu aliwaumba. Like me, nikikupea tu slap moja, utaenda mteja. Ni mkono, umeumbwa hivyo, not me.
So uko pale unapewa tu kofi moja, zinabaki vidole zote 5. Hadi hii inabaki mahali kwa sababu umepewa calculated slap ya kukuamsha. That is wrong. Unasukumwa. That's another abuse. Unasukumwa like songa ama ni kuangusha na huko. Unatupwa na huko. Ama unwanted physical contact. Unashikwa tu bila sababu. That's wrong. It's an abuse. Yani ile kushikwa that can cause harm or fear. Unaanza kuogopa, mbona huyu mtu anashinda kunishika? Hiyo haufai. Na unajua, I used to think abuse zinafunzwa watoto. Like in my desk tuko na hiyo mambo na child abuse. Lazima tufunze watoto wasikuwe abused. Little did I know that even us, adult people, we still need this lesson. Ya kwamba tumekuwa abused in silence. Sana men. Ladies, kuna wale ladies ambao wako so spiritual. Watu wa kanisa. Hata mimi ni wa kanisa. Lakini nikuwa wa kanisa hadi nichapwe asubuhi, nichapwe mchana, nichapwe jioni bila kuongea because ninatunza jina langu mimi kama home league, mimi kama afisa. Na nimechapwa jana, nimechapwa asubuhi, nimechapwa jioni, saa hii nikienda kulala nichapwe tena. Na niseme mimi I won't speak out, maana mimi ni afisa eti washiriki wataniona namna gani. Ile siku utakufa. Nobody will bother. Nobody will care kutunza watoto wako. Hakuna mtu atabother na your money. Kwanza zitachukuliwa zitumiwa vibaya sana. You've been looking for money. Umekuwa ukitafuta pesa all through. Sasa umekubali ukuwe abused ukufe. Utuachie zile pesa. Tuanze kuwana. Tuanze kumalizana. Nilianza na kusema protect yourself number 1. Protect yourself first. Tuacheni hizi mapuzi 2, 3, 4. Protect yourself. So nobody should eat you ujinga. Anakupea maslap. No. Physical, hiyo ni physical abuse. Kuna emotional. Zile za zina affect your emotion. Unakaa na wia. Mkamba ndio huo. Unakaa na fear. That is the word. Unakaa na fear in you. Unaogopa. Kwa sababu gani? Unakuwa insulted. Masikio kubwa. Kwenda huko, hata kwenu amna, hadi mama yako anakuwa included, baba yako anakuwa included. Unashangaa. Na wacheni niwaambie, anybody mwenye anatusi bibi yake, anatusi mzee wake, akimention wazazi, that person si mzuri. Mama yangu, baba yangu wanatoka wapi kwa ndoa yangu? Kwa nini mzee wangu anitusi na wazazi wangu? Wamekosa nini? Mimi ndio nimekosa kumpikia chakula. So, anitaje mimi. Asitaje mamangu. Hata kama alisikia mamangu ni mchawi. Hata kama alisikia mamangu ni wa clan gani ama tribe gani. Asitaje mamangu kwa ndoa yangu, ni mimi na yeye sasa tuzungumze mambo ya kwetu. Anitusi masikio kubwa, mapua kubwa, aniambie sijui kuoga, aniambie sijui kuvaa, understandable. But kwa nini utusi mama yangu? Heshima ilienda wapi? Kwenda huko mama yako sijui yako namna gani. Nilisikia hata mama yako na ndio maana hata wewe uko hivi. Tupe heshima wazazi. Tupeni heshima wazazi. Tusiinikiludi wazazi kwa doa zetu. Tusiinikiludi wazazi kwa matope zetu. Wazazi walishughulika kutulea, walishughulika kutushughulikia. So leave them. Wacha wakae. Nyinyi wenyewe msemezane wawili, kama ni matusi, na God forbid sitaki mtusiane, but msiinikiludi wazazi kwa stories zenu, msiinikiludi wazazi kwa issue zenu. Imagine uko tu alafu usikie kwa ploti, nilisikia mama yako, mamake yako Kakamega, mamake ako Kiambu, mamake yako Kangundo, mamake yako Makueni, na hata mamako nilijua kwenda huko unakaa mamako. Sasa mamangu amekufa nini? Can we respect our parents? Tuheshimini wazazi wetu.
Kwa sababu sasa ukitusi mamangu, nitakaa nikijiuliza maswali mengi. Why? Kwa nini umeona tu kusema ukweli utusi mamangu? Kwa nini utusi mamangu? Mamangu ametoka wapi kwa hii story? Mamangu ambaye nampenda. Mamangu ambaye alinizaa. Angelikuwa mchawi mamangu. Sasa hiyo ni sasa now emotions zimeanza kuinuka. Mamangu angelikuwa mchawi. Haungenipata, maana angeniroga nikiwa kwa tumbo yake. Mamangu angelikuwa mbaya, angeniua, angenizaa. But look at my mother, akanizaa, akakosa uzingizi, akakosa chakula, akakosa pesa akinisomesha mimi. Babangu the same, akakosa usingizi mzuri, akakosa chakula anisomeshe mimi. And now a man from nowhere, a stranger, nataka kumuita stranger. A stranger from nowhere amenipata with my 32 teeth. Amenipata nikiwa mzima. Amenipata nikiwa kwa aso zangu, nikijitafutia mwenyewe. The word ni nakupenda tuka apply sisi wote. Tukajipata pamoja. Then mbona hatusi mamangu? Mamangu ambaye nampenda, mamangu ambaye namheshimu, mamangu ambaye amenishughulikia. That's an hazard. Mamako anafanya nini hapo? Tuzungumuze sisi wenyewe. Mimi na wewe. Tupelekane mimi na wewe. But don't mention my mother. Don't mention my father. Don't even mention my family members. Hawakukuwa pale tukitongozana. Hawakukuwa pale tukitafutana. They were nowhere to be found. So why mention them? Bana wataje? That is wrong. So, emotional abuse, unaweza kuwa insulted. Kila siku unatusiwa tu. Unapewa threats. Ukiendelea I will kill you. That's a threat. So nitakuwa nakiuliza, hey, akiingia, jameni, ataniua? Nitamngoja namna gani? I'm not settled. Niko na pressure zangu. Yaani siko sawa. I'm not settled kabisa. Nikijua saa zake za kutoka job zimefika, niko like nikalale ama niende kwanza nikachote maji ama niende kwa soko nijifanye ndio nipate ameingia. Maana sijui ataingia na mood gani. Umekuwa emotionally abused. Umekuwa humiliated. Uko tuna marafiki zako. Mzee wako hata hakuheshimu, boyfriend yako hata hakuheshimu, anakuongelelea tu vile anataka, anasema hao, anakuzungumzia vitu ambazo hazina heshima. Anaku-isolate, hataki mtembee pamoja, hataki mkae kwa kiti moja hata kwa gari. Na ndio maana kwa yale makanisa yote, kwa wale tuko hapa na maybe amunijui, I'm a pastor in Salvation Army. Na kwa zile appointment ambazo nilitumwa, sijui who brought this tradition that hii roho ni ya men, hii roho ni ya youth, hii roho ni ya ladies. Na wakahakikisha wameweka youth wakuwe katikati ya ladies and men. So utapata the man, mzee wako amekaa huko, wewe umekaa kule. Why separate these two people? Kwa nini wakuwe separated? Na ukijaribu kutangaza useme hii kitu tukue free, kila mtu akuwe free akae anywhere, watakuwa like huyu amekuja kutuharibia. Sijui why. Maybe the reason, hata si pastor, the reason ni kwamba hawataki kukaa pamoja. Hawataki kukaa pamoja karibu. Kwa sababu maybe walipigana. Kwa sababu maybe walikosana. Kwa sababu sijui. In fact, it's very true. In Salvation Army, that's a disease. Na imekula kabisa. Na ni mbaya. Hello people. Mbona mimi as a pastor, I'm always sitting hapo mbele na mzee wangu. Hakuna siku mlishasema mzee akae kule, tuko hapo bamba tu bamba. Kila mtu anafaa kukuwa na freedom. Ukae na bibi yako, tembea na girlfriend yako, kaa na girlfriend yako wherever, kila mahali. Maana ni wako. So kama anaku-isolate, maybe anakuonea aibu. Anaona una shape mzuri. Anaona una mavazi mzuri. Anaona nywele iko kama hii yangu. Naipenda. This is my decision.
ya kukuwa na nywele fupi. Si kwamba nimekosa pesa. Sijakosa pesa, but this is my decision ya kukuwa hivyo. Though very soon nitarudisha. Najaribu kusema nini? Maybe anakuonea haya. Not haya, aibu. And I feel like I should not be with this person, whatever. So anaku-isolate, unakaa huko, ataki uingie na marafiki zako, ataki uende hata kwa family members wako. Mimi unikataze kwenda kwa watu wa kwetu, nitajua unipendi. As my boyfriend, as my husband, nitajua unipendi. Maana my people should be your people, and your people should be my people. Na hata unafaa uniambie ingia kwa gari, tuende nikupeleke ukawasalimie. Nifike pale ni muintroduce, niambie my family members, this is my man. Lakini hautaki niende, hautaki unipeleke. Na ladies, kujeni hapa. Ladies, niko na vita kubwa sana na nyinyi. Kwa sababu nimengundua that ampendi kwenda kwa wazee wenu, kwa boyfriends zenu. Unaolewa Nairobi, unakaa Nairobi, unakuwa mtu wa Nairobi. Hautaki kwenda kujua huyu mzee alizaliwa na nani, alilelewa wapi, kwao ni wapi. Hautaki. So this is a story, a real story. One day, mwanaume ambaye alikuwa na bibi akampigia simu akamwambia, mama fulani, nataka ujipange na ujiandae. Walikuwa na gari. Nataka ujipange na ujiandae, kesho tunaenda kusalimia mama yetu. So amempigia akiwa job. Jioni kufika kwa nyumba, the man akaambia the lady, hizi pesa 10,000, hizi pesa 20,000, hizo sijui zilikuwa ngapi, but zilikuwa enough kununua kufanya shopping. So the man akaambia the lady, this amount of money, sijui ilikuwa ngapi, make sure umefanya shopping. Kesho tunaenda kusalimia our mother. Tunaenda kusalimia mom, our mom. So the lady na yeye shetani akamuingia, shetani mwenyewe, kazini ya shetani, ndugu ya shetani, dada ya shetani, wakamuingia wote. Akaona wanaenda kusalimia mother-in-law wake. That is the lady sasa. Akafikiria wanaenda kusalimia mother-in-law wa the lady. So what she did the following day, hakufanya shopping. Wakienda ndio aliambia mzee, hebu nipitishie kwa hiyo duka. Akachukua kasukari, kachumvi, like vitu worth 500. Akashika tu, akawekelea hivi kwa gari. Safari ikaendelea. So, something funny and something good ambayo huwa inanifurahisha na hii whole story. Walikuwa wanafika kwanza kwa mzee, ndio waende kwa bibi, mahali bibi amezaliwa. So walipofika karibu na kwa mzee, badala ya mzee kuingia kwao, safari ikaendelea. Mama akamuuliza, ati tunaenda wapi? Tunaenda kusalimia wa Martha. Na si tumepita? Akamwambia tunaenda kwenu, mama yenu, mama yako ni mama yangu. So I use the word our Martha. Tunaenda kutembelea our Martha. Who is your Martha? Akapiga nduru. Shopping sitafanya. Nilinunua ya 500. Nilikuwa nafikiria naenda kwenu. Oh, so my Martha ndio anafaa kufanywa shopping ya 500 and your Martha anafaa kufanywa shopping ya 10,000. Pole, ingia kwa supermarket. Akamwambia excuse me, hakuna supermarket naingia. Nilianza kukupea hii information jana jioni, nikakuja nikakupea enough money ya kufanya shopping. Tunaenda express mpaka kwenu, and that is the shopping ambayo utapelekea mama yako. What a shame. Wakaenda, wakafika, aibu. Mamake msichana
Mamake msichana alikuwa amezoea kuletewa shopping na msichana wake. Sasa amekuja na kakaratasi, kakasukari, kakuota sijui nini. Akaulizwa, what is wrong with you? Akiulizwa, mzee ndiye alikuwa wa kwanza kujibu. Akaambia mother-in-law wake, sasa huyu kijana akaambia mother-in-law wake, mama, imagine, hii ndio ile shopping ambayo msichana wako kila siku tukienda kwa mamangu huwa anafanya. And this is what I did. Nilimpea pesa jana, enough money to do shopping mzuri. Na nikamwambia tunaenda kusalimia our mother. Akafikiria ni mamangu. And that is what she did. Akafanya shopping ya 500. Na mimi in my mind nilikuwa nasema tunaenda kusalimia mama yetu ambaye ni wewe. Wewe ninakuchukua kama mama yangu. Na ndio nilimwambia tunaenda kusalimia our mother. And that is the shopping ambayo alifanya akifikiria anapelekea mamangu. Tulipofika kuingia na kwetu, ndio ameanza kupiga nduru, ndio ameanza kulia, ndio ameanza kuniambia tuende tukafanya shopping. Nikamwambia no, utapeleka hiyo na sibadilishi. Aibu. Aibu. Kwa nini sasa wewe upende mamako, wewe msichana? Kwa nini upende mamako afanywe shopping kubwa na utaki kuona mother-in-law wako? Hauwezi kumnunulia hata kiatu. Damos kama hii ya 700. Damos kama hii ya pesa kidogo. You can't even buy it. Upelekee mama yako, mother-in-law wako. Hautaki kumuona, unasema ni mchawi, unasema ni mbaya. Mchawi aji? Angelikuwa mchawi, nitarepeat once again na mara niseme, mamako, mother-in-law angelikuwa mchawi, angetangulia kwanza kuua kijanake ambaye ni mzee wako. Yes. Lakini akamlea vizuri. Akahakikisha hajamchoma, hata wacha kumuua, hata wacha kumroga. Akahakikisha hajamchoma, akahakikisha amesoma, akahakikisha amepata madegree, na akakukubali wewe wakati uliletwa, akakupokea kama msichana wake, akakupokea kama mkaza mwana wake, na akarelax na akafurahia maana kijana wake amepata bibi. Now look at you. Kama uko hapa, please usi abuse your man emotionally kwa kutopenda mama yake. That's an hazard. Utakaaji na mtu ambaye apendi mama yako? Utakaaji na mtu ambaye ataki muende kwenu? Like amekaa Nairobi, amezoea nyumba za Wagikuyu, amelipa rent from January to December, kutoka 2020 hata sasa anaendelea, haendi nyumbani, ana shughuli na nyumbani. That is very wrong. That's an hazard. Na hiyo ni abuse. So, tunafaa na tunastahili kabisa ku make sure tumependa watu wa huko, na wao na mzee na yeye amependa watu wa kwetu. Kuna another abuse, na hii ni mbaya. Nilikuwa natafuta simu na ndio natumia. Assume this is a phone. Assume this is a phone. Na niko hapo sasa, na hapo nitapazungumza sana. Though nilinguzia kidogo pale juu. Assume this is a phone. It's a remote, but assume it's a phone. Kuna kitu kinaitwa monitoring spirit. Spirit mbaya sana. Big hazard. Spirit mbaya sana. Monitoring spirit. Na nitaanza na simu. Msichana na kuongelesha. Mzee ametoka kuhaso, amechoka, ameoga, amelala, anangorota. Unachukua simu yake kwa sababu anangorota. Unaenda hadi kwa kidole chake, unafinya. Unaenda kama amelock na face. Unaenda unashika simu tu vizuri, unachukua picha, unlock. Na kama maybe amelala amefungua mdomo, unamfunika polepole ndio simu ichukue. At reason ni gani? Unataka uzunguke kwa WhatsApp, uzunguke kwa messages,
ni messenger ya Facebook, uzunguke kwa TikTok, uzunguke kwa Twitter, uzunguke kwa normal messages. Hiyo time mimi sina. Nitalala ama nitaanza kuchunguza simu. Hiyo spirit ya kumonitor your fiancé, your partner. You people, you need to change. And you need to stop. Kama mtu wako ameripoti jioni, kwa wale tuko married, kama mtu wako ameripoti kwa nyumba jioni, that's enough. That's enough confirmation that mtu ni wako. Amefika kwa nyumba, akakuuliza my dear uko mzima, akakusalimia, akakula chakula yako, mkaenda mkalala. Kwa wale tuko kwa ndoa, mkaimba nyimbo hadi chorus, achana na simu yake. That's enough confirmation that huyo mtu ni wako. Hakuna mahali anaenda. Hakuna mahali anaenda. Wewe lala, amka asubuhi, peleka watoto shule, amka asubuhi, shughulika na mambo yako. The man is yours. Toka kwa simu ya mzee wako. Kuna monitoring spirit ingine mbaya sana. Tuko Nairobi. Then mahali mnanunua maji pale kwa gate. Kuna pale kwa gate yetu pale church. Kuna mahali kuna maji, kuna duka ambayo tunaweza nunua chumvi, mayai, vitu dogo, sukuma, kuna mama sukuma, mama sukuma, mama mboga, huyo mama mboga. Sasa mimi na hii uzima wangu, nitoke pale nje, nichunguze mzee wangu ameongelesha mama sukuma kwa muda mgani, ati ameingia duka gani, ati wanasema nini na mtu wa maziwa, ati mtu. Hiyo time mimi sina. I better sleep. Nijifunike blanketi kubwa. Hiyo monitoring spirit inafaa ikomeshwe haraka iwezekanavyo. Anyone who is above 18 si wa kuchungwa. Tunachunga wale wako 17, 16 kwa sababu akili yao bado haijakomaa. Lakini anyone akipita 18, 19, 20 years, huyo si mtu wa kuchunga. Ni mtu ambaye ana make decision yake akiwa sober. Kama atatongozwa akubali. She was in her right senses. Akili yake ilikuwa na function vizuri. Wakamba wakasema, ya ukuma na ya ukuma wana yapingi wachoni. Ndiyo najua nani amjasikia kitu. Wale mko kwa Google Meet, I'm very sure hapo amjapata kitu. Ya ukuma na ya ukuma wana yake wachoni. Kumaanisha mbwa ya kubweka ni ya kubweka tu. Hata ukifungia kwa choo itabwekea kwa choo. Hiyo ndiyo msemo ya Mkamba. Ya kubweka, mbwa ya kubweka itabweka hata ukifungia kwa choo. Itabweka tu. Kwa sababu gani? Ni maumbile yake ni ya kubweka. Utachunga huyu mzee wako. Utachukua simu uchunguze. Na unajua utapata hakuna message. Ama aiache akitaka ili ulie. Nani ataumia? Ama uende umumonite, umufuate, umpate ameingia kwa plot ya mtu, ya mwanamke. Uende upige nduru, utusi watu, ulie, urudi kwa nyumba, baadaye mnarudiana. Nani atakuwa anaumia? Utakuwa unaona mtu amekaa pale kwa kiti hapo sitting room na akili na kuambia huyu alianya. Hautawahi kuwa na amani. Kaa bila kujua. Wale mko kwa ndoa, kaa bila kujua. Wale mnatongonazana, achana na simu yake. Akikuoa ni hivyo. Furahi. Umepata kwako. Mengine achana nayo. So hii monitoring spirit, monitoring activities zinafaa ziachwe. Kuna kitu kinaitwa controlling access to money, pesa. Nataka pesa za boga, anachukua pale, anahesabia na hapo, akupei access. Yule mwanaume mzuri. Na hii najua nitapigiwa kelele.
Najua mtaniandikia message sijui ngapi. Mfanye bibi yako kukua free na pesa zako. Azin, hata ajue ATM ya pin yako. Hata ajue M-Pesa pin yako. Captain, wengine si ni wakora. Kama umemjua, umenotice ni mkora. Obvious, hiyo ni divorce. Hiyo ni kukwambia ulioa mwizi. Ulioa mwizi. Hamtaenda mbali. Mpe. Ajue. Mtume aende withdraw. Mtume aende alipe rent. Mpe pesa lakini kwa school fees. School fees. Wale men mko hapa. Men kwa school fees. Ile siku mtapata watoto wameenda shule. Na niwe ndio unalipa school fees. Umetoa mnawekanga hapa, umetoa unapea bibi ana jipelekee school fees. Watoto wajue dadi analipa fees. Watoto wajue dadi ananunua chakula. Watoto wajue dadi ni responsible. Kwa sababu gani? Kazi ya kutuma mama enda ulipe. Mtoto shule atakuwa anajua mama ndiye ulipa. Ajui wewe ndiye ulimpea. So atakapokuwa mkubwa, hauta convince that boy, that girl ya kwamba ulilipa fees. Anajua ni mama yake. So anaweza badilika nawe, analeta pesa zake, akienda kufanya kazi, anapea madhe 15,000, wewe anakupea 1,000 kwa sababu huku wewe lipa fees. Maana kwa akili yake anajua madhe ndiye alikuwa analipa fees. Kwa akili yake anajua madhe ndiye alikuwa ananunua chakula. Kumbe behind the curtain, mkiwa mmelala ndio unahesabu pesa za school fees. Na kama wewe mwenyewe hauwezi fika kwa shule ulipe fees, wakati mmekaa tu sitting, hata ikiwezekana ita kijana makao kuja, mama makao kaa chini, nataka kesho hizi pesa utoe kakiona makao, fees yako ndio hii, natuma wifi, natuma mam apeleke shule. Utakuwa safe. In future you will be safe. Lakini unampea bedroom, mkiwa wawili, ulipe fees, ununue nguo, ununue chakula. My friend utakuja kulia na jicho moja kabisa, kwa sababu kijana mtoto atakuwa anajua hizi pesa mam ndiye ulipa. Asante sana Evelyn. Hizi pesa mam ndiye ulipa. Hiyo tu ilikuwa out of the topic. But advice free huku kwa mtandao naonanga free advice, ndio hiyo free advice ya kwamba lipa fees kila mtu akiona, nunua chakula kila mtu, lipa rent kila mtu akiona. So pea bibi access to your money, the same na wewe lady, pea mzee access to your pesa, maana mko kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa dictating clothing. Ati sitaki uvae hiyo, nataka uvae hiyo. Wacha mzee akuwe na freedom ya kuchoose nguo. Maybe unless awe ni color blind, ama ajui kumatch ati hii color na hii color na hii kiatu ziingiane. Mpe nafasi awe na say ya zile nguo atavaa. Unaweza mkosoa, unaweza kumadvise, lakini si kumdictate. Nataka ufae hii ndio utavaa. What if siitoshei ama hiyo rangi sipendi? Hapana. Na mimi pia advise me as a lady, hiyo nguo inakushika, hiyo nguo si mzuri, lakini don't dictate me. Nimesema mtu ambaye kwa above 18 is a grown up person. Apewe nafasi yake, nafasi ya make decision. Kuna kitu kinaitwa social interaction. Yaani unakuwa too limited. Kuna mwingine akaambia baada ya harusi, kutoka leo nisikupate Facebook, kutoka leo nisikupate kwa mitandao. My people,
Hizi ni zile enzi ambazo tuko TikTok. Hata sahi as I talk, niko live TikTok, niko live Facebook, niko live Google Meet. Meaning what? Tuko zile enzi za ma media, ma platforms, ma social media kuinteract. Aya, huko kwa media kuna kwanga na mauchokozi like Messenger. Nataka niwapeleke kwa Facebook Messenger. Facebook Messenger yangu haijawahi kuwa na amani. Na kama uko hapa na unanifollow Facebook, mambo ya hi, wewe si ambulance. Go straight to the point. Madam, nilitaka hivi na hivi na hivi. Nimeanza kuruka tena kutoka out of topic. College tulikuwa tunaambiwa tusitoke nje ya kiini. Mitandao. Hakuna vile utakataza bibi yako mitandao. Hakuna vile utakataza mzee wako mitandao. Maana tumefika hiyo enzi. That is the wakati ambao tuko sasa kwa mitandao. Social media. Na social media siku hizi iko na freedom. Mtu anaweza kujieleza. Na hizi ma social media niwaambie, watu tunakatiwa. Even now, si niko live Facebook, sana Facebook. Ninajua nikishamaliza kufunga hii live, nitapata messages zimeteremka, hi madamu, hi dear, where are you, uko wapi, hi, kwani ni ambulance. Sasa wewe, kwa sababu ya ujinga zako, unamwambia hizo hi zimekuwa mingi. Nisikupate kwa mitandao. Nisikupate ati uko live. Nisikupate TikTok ukirukaruka. Yes, ni advice uniambie. Ukiingia TikTok, ukiingia Facebook, whatever yenye una post, ikuwe haina aibu. That could be better. Whatever you are posting, please, usiniaibishe nayo. Kwa sababu, like nilingundua, my followers, ni wale followers wa my husband. Almost. Na kama iko hivyo, it means nikipost au followers wangu ambao ni followers wa my husband wataona. So the only thing ambayo my husband can do is advise me that whatever you are posting, ikuwe ni kitu ambacho kina heshima. Kitu ambacho hakitaniweka aibu. Kitu ambacho ni kizuri. Kitu ambacho ni cha kiroho maybe. Kitu ambacho tutacheka lakini hakina aibu. That is okay. Lakini kuniambia kabisa nitoke. Yaani kuambia bibi yako kabisa nisikupate kwa social media. Uongo wako. Allow the person to interact. Ukiona tu bibi yako ameshika simu like she's so serious, una assume ana chat. Una assume kuna kitu kibaya anafanya. Oh, said. Unaweza kuwa uko kwa Facebook na unajibu comments, hata una comment. Maana una type ukicomment. You are not even chatting. You are commenting on posts za wengine. Na uko hapo unaambia bibi, nisikupata kwa nani? Mwingine akasema, wewe ficha mtoto wako. Kuna mama alikuwa anashinda kuficha msichana wake, anamshika mkono akitembea. Ile siku alimuachilia tu hivi. Kesho yake alikuja na mimba. Wacha mtu akuwe na freedom. Hata type, hata achati, achoke. How about the pressure from social media? Yes, hiyo nayo though iko out of my today's topic. Huyu mwenye anaingia kwa hii social media, usipokuwa careful pia utaenda wazimu. Maana nilisema mtu akiingia kwa social media akuwe na guts. Akuwe na guts na moyo kubwa wa kukubali matusi, wa kukubali pressure. Ukiinama tu type, jua kile una type. Ukienda tu kwa kusema post for public, like now niko hapa, niko live na followers wangu wako juu kwa both TikTok and Facebook, wako wengi. So I should be careful na kile nasema to avoid pressure za social media.
Pia ninapo scroll nikiangalia posti za watu, I should be careful nisikue carried off na zile pressure ama zile vitu wale watu wanapost. Like nione rafiki yangu amepost akiwa amesimama kando ya gari, nianze kuuliza mimi nitawahi nunua gari, na kumbe hiyo gari hata ni ya boss, ama kumbe hiyo gari ameenda akaingia ikiwa parking ya rafiki yake, na niko hapa najikuna kichwa nikifikiria vile nitanunua gari. We should be careful. Yes, it's very true, Vivian. Social media ziko na pressure, but again we can't avoid social media. Unaona aje TikTok katoto kadogo kamefunguliwa account, wale mnafollow Rapudo na huyu msichana wetu Mkamba, katoto kake kamekuwa kamechaguliwa sijui na kako ni 2-3 years, kamechaguliwa kwenda kukompete na akina nani about fashion sijui fashion whatever. Sasa najiuliza sasa aka kakianza na hii miaka kweli? How about the innocent child ataingia online aone for example marriage ubamba mafala? How will I? How about that innocent child ataingia online aone for example marriage umbamba mafala? How will I? Sija kupata vizuri, but convince our marriage works. How will I convince our marriage works? One, mimi na ndio maana TikTok ukataza watoto kuingia live. Mimi sisemi watoto waingie live, hapana, ama waingie kwa social media. Tuache kupea watoto wetu simu, maana wataona vitu mingi. Tungojea afike 18. Mtu wa 18 akiwa na simu, akienda kwa any media atakuwa na akili ya kuchoose. Hebu nirudie. How about that innocent child no. Staki my co-host please. How about that innocent child ataingia online aone for example marriage ubamba mafala? How will I convince our marriage works? Mbona umemruhusu na innocence yake aingie kwa mtandao? Tuwakubalie kuingia kwa mitandao wakifika 18 years. Maana it is very true, marriage works. But tukianza kuspoil their mind wakiwa wadogo, hawatawaiolewa. So let's be careful na vile watoto wetu wanatumia simu zao, simu zetu ama zao. Kuna wale wazazi washanunulia watoto wao simu na ni wangali wadogo. Angalia, chunguza wanaingia wapi. Kwa sababu usipofanya hivyo, zile vitu vingi watasoma kwa doa, watasoma kwa mitandao, zitawa affect kesho. Please. Kuna na tumefika hapo kwa technology abuse by the way. Kuna kitu kinaitwa constant texting. Tunataka kujua kurecognize abuse patterns. Constant texting. Mtu chatting zake azieleweki. Sometimes hata kujibu. Sometimes hata kutext, hata akuambia good night na ni boyfriend yako. Ako tu like she doesn't care and she is your girlfriend. Hiyo ujue ni shida. Online harassment na digital stalking. Ndizo hizo ambazo tunasema. Tulipokuwa tunafunza watoto, tuliwaambia kuna kitu ambacho kinaitwa sexting, kind of. Mtoto ni mdogo, umempea simu na kwa mitandao ameanza kujua kusex text others.
hiyo ni taabu. Kuna hii online harassment. Like juzi, an artist, najua mnamjua, mambo yake yameenda, sijui wanaume 20, majina yao ndio haya, nini. So I was like, mbona tufike hapo? Mbona mzee wangu tu aende atangaze wale watu anashuku ati nimekuwa na wao, kushuku aja confirm hata. Then mbona wewe kwa mtandao na unakilemu unanipenda na tumezaa na wewe watoto? Mbona ifike hapo? Mbona tutoe mambo yetu kutoka kwa nyumba, kwa bedroom, tupeleke hadi kwa social media? Kwa nini? Kwani social media ndio na solution? Yes, hakuna kitu kibaya utangaze mtu wako, umwaibishe kila mahali na kesho mpatane, murudiane. Tutakuwa mnatembea aji? Tutakuwa tunawaona aji? Na ulimwaibisha kwa mitandao zote, ulimuanika kila mahali, ulimsema kila mahali, ulimdharau kwa mitandao, ulimtusi, ukakubali watu wachore cartoon. Aibu ni kwako, haitakuwa kwangu. Aibu ni kwenu, haitakuwa kwa wale wengine. Nasema, when you put your life to a public space, what do they expect? When you put your life to a public space, what do they expect? Unajua hao manini, Vivian, hao ma artist wanapotoa nyimbo zao, obvious, wanapeleka YouTube, wanatafuta ugali. So at the end, wanakuwa maceleb. Si kama sisi, watu ovyo ovyo yae sisi kwa mitandao, tunapatikananga wazi sijui lini. Watu wakishatoa nyimbo zao, watapeleka YouTube. So wamejianika already public, in a public domain. Again, wakishatoa hii wimbo, wanatukatakata kidogo kidogo, wanapeleka TikTok. Wanauza tu nyimbo zao, wapate riziki. But at the end of the day, wanakuwa maceleb. So ni rahisi kukuwa trolled kwa mitandao kwa sababu ya kosa kidogo ambao imefanywa. Na ndio naambia wale watu wako hapa, mitandao ni mzuri na ni mbaya. Inaweza kukumaliza, kukuvunja, kukuharibia jina. Na kama wewe ni celeb and maybe you are listening to my advice, make sure whatever you post ni kitu ambacho umekisoma, umekiangalia, umekirudia before post. Kwa sababu utatusiwa. Mimi matusi ambayo nimeyaona Facebook, matusi ambayo nimeyaona TikTok, matusi na nilisahau kuwaambia zile places ambazo mnaenda. Kwa sababu mnaenda na ni makosa mnaenda. Na kwa sababu mnaenda ikiwa ni makosa, watini niwape advice. Usiwahi kubali mtu akupige picha. Ati uko uchi, akupige picha. Ati mnapanda na ni vibaya kupanda. Mnapanda mahindi na unapigwa picha. Na nimesema ni vibaya kupanda mahindi kama hujaolewa. Mahindi upandwa tu na watu wameolewa. Mnapanda mahindi na unachukua picha kusema ukweli. Unakubali tu mtu akuchukue picha mkipanda mahindi. Na mkikosana, mahindi ikose kumea, mkosane. Not even Rose Muhando. Kuna watu wengi Kenyans, maceleb, wengi. Na sijai wasikia kwa scandal. Makosa ya hizi scandals ni watu kutoa their life, their private life. Hiyo ndio nilikuwa natafuta. Nitakuambia. Huyu mrembo, hata ni sijui kama wewe ni Mkamba, but look at Zipporah Eric. Sijawahi msikia. Na ako na mzee, ako na familia, na ako ni celeb mkubwa zaidi.
Juzi amekuwa na huyo msichana amekuwa na event kubwa sana. Sijui ilikuwa wapi. Watu walikuja kwa wingi. Mapesa zilimwangwa pale. Sijai msikia. But atakuja kusikika. Atakuja, ile skando ilitokelezea ni ile aliwekwa na rafiki yake, sitaki nimtaje. Atakuja kusikika iwapo maisha yake ya ndoa, ya life, yani private life yake, mambo yake ya nyumba, marafiki zake wa ndani watakuja kutoa siri moja. Mtasikia yale makelele yatakuwa. So back to my point. Nilikuwa nasema wale watu ambao tuko hapa na mumeamua kuenda zile private places ambazo nilizitaja pale juu. I forgot to talk of this. Ni makosa kuenda pale kama hauna mtu wako. Kama yule uko naye tu ni boyfriend. Mnajaribu kupembeleza hiyo relationship mkuje kuoana. Hamjaoana. Mnapembeleza tu ndio mkuje kuoana. Itakuwa makosa kukubali mtu aketi chini tu achukue video, mtu aketi tu chini akupige picha ukiwa uchi, utakuwa umeisha. Hapa kwa technology tena abuse ni hii mambo na long distance relationship. Uko Kenya, msichana wako ako Qatar, ama umependwa na Muhindi, umependwa na mzungu, mmependana. Imagine mmependana. Muhindi ako Amerika, wewe uko Kenya. Ni kweli mnapendana, ni kweli umeconfirm atakuja kukuoa. Unaona upendo uko mwingi. Then akuambie, akutext akuambie, my dear, my babe, darling, sweetheart, ebu chukua picha nitumie ukiwa uchi. Ebu chukua ka video nitumie. Ebu live stream ukiwa uchi. To live stream. Ama ndio hiyo video calling. To video call. My people, video call inakuanga recorded. Easily. Inakuwa recorded. Inawekwa. Na mkikosana zinachukuliwa, zinatumwa. Huyo rafiki ya huyo mtu unasema hapo Vivian, that friend mwenye alifanya huyu mrembo afike hapo, that is what she did. Akaenda tu akachukuliwa picha, akachukuliwa mavideo, na yule mtu walipokosana akatuma kwa mitandao. Na kwa sababu huyo alikuwa anajulikana na rafiki ya huyu, wote wakaingia kwa scandals. Kama kuna mengine mimi siyajui. So nasema Haji, ninasema be careful, protect yourself. Pale juu wale tulianza pamoja pale juu, I talked of protecting yourself. Protect yourself. So naona my time is up. Niliwaambia ikifika saa 5. Ikifika saa 5 hakuna kuendelea. Hapo ndipo nafikanga mwisho. And imagine in my notes tumefika tu slide 4. Na niko na slides 10 za PowerPoint. Tuko na slides 10 kwa hivyo zimebaki 6, hata sijaenda halfway. Meaning come next Wednesday, na Mungu anijalie na aniwezeshe, we shall continue. Sababu ya kuisimamishia hapo ni kwamba I have a family. Everybody knows I have a family. Na hakuna vile nitakaa tu hapa mpaka saa 6, saa 7. My family still needs me. So nikawaambia every saa 5 ikifika tutakuwa nafikisha hapo. Hata mkidelay kujoin, nianze late. Ikifika tu saa 5 nafika hapo, na kwa nitawashtua Wednesday hapo. Na kama unataka pia kuna group ya WhatsApp, hapo ndipo huwa tunajikumbusha, hapo ndipo huwa nawaambia na watumia hata na link ya kuingia Google Meet. So Wednesday tutaendelea.
Ninawapenda sana. And thank you so much. Leo TikTok mulianza mkiwa wachache mkaongezeka nikafurahi. Asanteni sana. Facebook pia mmekuwa mmenifollow. Google Meet muliniacha mkaenda kulala. So nawashukuru sana kwa sababu ya kuwa pamoja nami kutoka tuanze. And natumai hiyo topic ya leo ingawaji ni mzito, ingawaji ni ngumu, at least tumepata, good night to you, tumepata kitu. At least hope tumepata kitu, and hope before the end of the lessons tutasoma mengi. In case of kutaka maybe kukua na one-on-one chatting ama one-on-one simu, calls, just hit my DM. Hit my DM. Kama uko na swali private, maybe I will answer. So usiogope kuni text, usiogope kuniuliza mbora. Si ya hi. Facebook please. Facebook please. Bora isikuwe ni hi. Uko wapi? Niko kwa nyumba. Niko kwa nyumba. Mbona uniulize niko wapi? Kwani? Okay, thank you. Mkuwe na usiku mwanana. Let's meet on Wednesday, same place. So tutaomba as we go to sleep. Mungu wetu, Baba wetu ishie milele. Tunakuhenzi, tunakuheshimu na tunakupa sifa kwa sababu umekuwa mwaminifu kwetu tangu tuanze somo hili. Tumeweza kuona tamati iliyo njema. Tunakushukuru na tunaliinua jina lako. Tuko tayari kuendelea na hili somo na tunakualika Bwana ukaweze kunena nasi. Tunapoendelea na masomo haya, yatusaidie, yatujenge, yatuweke pamoja, yatusaidie kukua na familia zetu, yatusaidie pia kudumisha amani, kudumisha upendo katika nyumba zetu na katika familia zetu. Tunapoenda kupumzika, neema na baraka zako ziandamane pamoja nasi. Tukikutana on Wednesday tukiwa wazima, tutalisifu jina lako. Ukawe pamoja nasi na utusamee makosa yetu. Katika jina la Yesu tumeomba tukushukuru. Amina. Amina na kwaherini.